Naam, mtazamaji wa Tausi TV, bila shaka umekuwa nasi katika awamu iliyopita ya kipindi chetu, na huu ni mwendelezo wa sehemu inayofuata na mgeni wetu ambaye tupo naye katika kipindi chetu cha Nyakati hapa katika studio zetu. Kumtungia nyimbo moja inaitwa Cheka, ikipigwa sana television. Baadaye hapo sasa na wewe unamtungia ndio mambo yanapokwenda. Kwa sababu mimi nimetunga nyimbo nyingi zinafika 80. Zinafika 80. Kuna nyimbo nilimtungia Rukia Ramadhani. Kuna nyimbo nitajie hiyo umemtungia Ramadhani, Rukia Ramadhani nyimbo gani? Nyingi. Siwezi kuzikumbuka zote sasa. Japo moja mbili. Sikumbuki zote. Kuna nyimbo nilimtungia na Mwana Hawa wenyewe wapo hai watoto. Mwana Hawa binti Ali. Naam. Wale barabara watungia nyimbo nyingi. Bibi Mwamba naye yule. Wote watungia. Nyimbo nyingi. Si moja si mbili. Wapo hai walizero watakwambia. Tutatafuta nao. Music. Mashairi mara nyingi nikitumia ya marehemu Kasim Muhammad. Mabali tunga nyimbo ile kanilemaza. Shairi bibi akanitia na ni marehemu Mdana akanitia ile mwenzenu kanilemaza na kunijaa moyoni. Kumbe unajua kuimba. Kwa tunaiga unajua hizo nyimbo hizo zilikuwa zinatukumbusha wakati unakwenda chuoni, unaambiwa saa 8 ile kipindi kile cha burudani enzi hizo, unaambiwa nyimbo ya pili hiyo. Chuoni maana yake unaonekana unacheza nyimbo ya pili napigwa hiyo burudani. Kwa hiyo tena inabidi hapo huyo chuoni tena hapo. Kwa hiyo kwenye wanafunzi wewe ambao umewafundisha, na wewe ulifundishwa na wewe ukawa mwalimu mpaka sasa mwalimu, lakini wanafunzi wako wa mwanzo ambao unawakumbuka nao uliwafundisha sasa kwenye kuimba na kupiga vyombo? Kuimba unajua kufundisha mtu kama nilivyokuambia mwanzo. Kufundisha mtu ni kutunga nyimbo mpya. Sijafahamu hapo. Nimekueleza mwanzo. Zamani kulikuwa kila show. Aidha mwezi wa Ramadhani siku ile au Idil Haji. Ndio lazima klabu itunge nyimbo 10 au 8 mpya. Sasa wakati ule mimi unatunga unamfundisha mwimbaji. Ambapo sasa utamfundisha nani? Wote nyimbo zote zile ziko old is gold na watu wanazipiga kwenye mabao mo. Unafundisha nini? Ikiwa mkaimba vizuri, kaimba vibaya, haya, lakini ndio ishatoka ile. Kwani huwezi wasanii hawezi kutunga nyimbo mpya, Profesa? Unajua kipindi hiki mengine sifai kusema. Lakini ni aibu. Kwa sababu nyimbo nyingi zilizotungwa hizi wengi washatangulia katika haki. Washatangulia mbele ya haki. Sasa hivi hamna hata klabu moja inafikiria kutunga nyimbo mpya. Ili show ikija zina nyimbo 10 au 5 zipate umaarufu nazo, lakini hapana. Umenielewa? Ndio. Mimi nyimbo mpya nilipozitunga wakati kuanzisha hiki kikundi Nyota za Meremeta ambazo zimerekodiwa na Uingereza, Twinkle Star. Nakumbuka kafanywa rekodi ile na Uingereza, kutoka Uingereza wakaja hapa kwa rekodi. Ndio. Zile zilikuwa ni mpya. Wewe sina nafasi na nyingi ukitafuta ile CD utazipata. Ni sina nafasi. Ndio hiyo. Weka dongo na chuki. Zile zote zile music imetia mimi hilo shairi alitunga Bakari Abedi kwa mbele. Mimi nikitizama nyimbo
iwe na maana ndo niimbe. Kwa maana ya vipi? Kwa maana ya ndani yake mna mawazo, mna mawaidha. Kama nyimbo gani mfano? Hata hii Moyoni Sina Nafasi. Ndani yake kama ni mawaidha. Hivyo kama Moyoni Sina Nafasi kuweka nongwa na chuki. Naam. Wala sifungi visasi, fanya hivyo sitaki. Kugombana na nakisi napotoka siongoki. Sina chuki na waovu, seuzi na wanafiki. Siwaachi uvumilivu kuikabili mikiki. Subira ni werevu, sikatai na sadiki. Nikifanyia ubaya na nyamaza sitamki. Profesa unajua nitavumilia wala hasama siweki. Nguzo niloegemea wala haitaikuki. Sasa mashairi kama hizo ngoja niweke vitabu vyangu chini kwanza. Kitu kimoja Profesa, unatunyima raha. Nini? Hutaki kuimba, unasema hebu kidogo kwa hisani zetu la. Sitaki kuimba kwa humu kwa sababu nishaimba. Kuna watu wanakutazama Profesa, na kuna watu tunataka zile raha zako. Watazisikiliza kwa sababu naamini hii Tausi ina nyimbo zangu mpaka za zamani. Si peke yao, waimbaji wengi. Ndio. Mtakuwa mnazitumia za taarab. Iko nyimbo moja mimi ile Profesa maana ile tazama ile tazama ilichukua muda mrefu mimi kujua unasema nini ile si tutalidumisha. Pendo la wasikitisha. Sasa ile ilichukua muda mrefu kugundua Profesa unazungumza nini, unajua? Wallahi alazim mashairi mengine yanakuwa ndani yake siri. Lakini watu wa sasa hivi hafahamu. Siri kivipi? Nataka kuambia kila kitu. Mambo mengine kunga. Unafahamu, sio kama kila nyimbo unaoisema msikilizaji ajue faida yake. Sasa nimesha kutolea mfano wa Tone la Mvua. Kabla hii ilikuwa nyimbo gani hapa? Moyoni Sina Nafasi. Ulisema kama mawaidha. Umesema kama ina mawaidha hivi. Hebu tupitisha alafu tuambie ule ujumbe ambao umo. Kwa kupitia hiyo Moyoni Sina Nafasi kuweka nongwa na chuki. Wala sifungi visasi. Naam. Kufanya hivyo sitaki. Kugombana. Tayeb. Nakisi napotoka siongoki. Sina chuki kwa waovu. Seuze na wanafiki. Siachi uvumilivu kuikabili mikiki. Tayeb. Subira ni werevu, sikatai na sadiki. Nikifanya ubaya na nyamaza sitamki. Ila nitavumilia wala hasama siweki. Nguzo niloegemea ya Mola haitenguki, ndio inanipeleka maisha yangu mpaka leo. Hatari kweli. Ndio nyimbo zangu unazopenda. Hii ulitunga, unakumbuka mwaka gani? Mimi nitia music kaimba. Hii katunga almarhum Bakari bin Abedi, wajina wangu huyo. Huyo ndo alotunga shairi, mimi katia music. Na si hiyo. Kuna na nyingine bahati haina kwao. Bahati haina kwao pia naikumbuka. Basi katunga shairi ile, mimi nitia music nimeimba. Kwa Twinkly. Kwani ile Twinkly ile? Of course, nyimbo zangu nyingi nimetoka Twinkly. Basi mimi nilifikiri zile za Malindi. Hapana, wanazipiga tu. Mimi nilifikiri kwa sababu hamna nyimbo siku hizi. Kwa hivyo mimi mwenyewe napenda kuzima nyimbo zangu na hapa Twinkly. Basi mimi fikra zangu miaka yote najua hizi Twinkly zilikuwa mnachukua zile nyimbo za Malindi mnaimba huku. Hapana, si kwa mimi nitatia aibu bwana. Mimi mwingine kwa babu. Lakini wewe si nini ahali alqurba wa Malindi bwana, si una sio hiyo. Lazima unaacha kutumia copyright yako unaipata mpaka nje ya nchi. Ndio. Hizi mimi nimezirekodi za kwangu ambayo inaweza kwenda yote ulimwenguni. Kile Marekani utaikuta sidi hapo. Bahati mbaya sijajua ingekuja nikakuonesha. Ukienda Uingereza unaikuta. Ukienda nchi zote hizo. Na walokuja kurekodi ni Waingereza na mamashine yao wametoka Uingereza. Wakati huo waziri wetu wa habari alikuwa ni na alikuwa ni makamu ni sijua wa nini sijua, lakini alikuwa ni marehemu Shamuna. Alijuma Shamuna. Unafahamu? Naibu waziri kiongozi alafu akawa waziri wa habari sana na nini. Wametoka Uingereza na equipment yao. Ndio. Kuja kurekodi mnyonge wa Mungu Muhammad Ilyas. Ndio mimi mnyonge. Na ukijiweka katika mambo kama hayo wewe mnyonge wa Mwenyezi Mungu anakuwa na damu. Na ndio unafanikiwa. Lakini ukijifanya mimi ninajua Mwenyezi Mungu anakuona. Kuna kipindi Profesa, kuna nyimbo ulirekodi Ujerumani
Zile ndio za mwanzo. Ndio kukwambia kosa nililofanya. Tutakuja huko. Siwezi kusema ujinga, lakini unajua wakati mwingine unafanya jambo watu waige vizuri. Ndio. Mimi nilipotoka jimbo zile Uingereza na Ujerumani karudi hapa. Ili kuwafunua watu macho. Ndio. Kwamba tunaweza kufanya kitu hiki kika kizuri. Umeelewa? Nilikuwa napiga golf pale golf. Mimi ndo mambo hapo. Maisara. Nasema modern tara. Mimi anzisha mimi mwingine sasa mtu. Nikipiga pale na kipiga CVU. Ndio. Makule. CVU hapo karibu ya nini mnaita nini? CVU hotel ya Africa House. Africa House CVU pale. Na Faransa boy. Ndio nilipoanzisha mimi. Nikafukuzwa klabu ya Malini. Mimi marehemu Seif Salum. Kwanza kwa nini nimeanzisha kikundi? Si nyimbo zao mimi mwenyewe, lakini yale ambayo nitakuja nitakwambia binadamu tumejaa na hii hasad ambayo ndio hasad, kwa sababu mfano uko Uingereza ukifanya kitu kizuri hata kama hana pesa atakwambia well done, atakugonga, watakupongeza, utasifiwa. Hiyo sifa basi haina haja, lakini umepata imekupa courage. Lakini hapa fanya kizuri, kesho hasad, chuki, choyo, hamna atakuprezi hasadi, fitina na utapigwa vita. Sio kama watu watakuja kwako wachukue elimu, la hasha, watakupiga vita. Unafahamu? Na wao hawajui ndio unalifanya wewe, wao hawajui. Basi tuko hai kabla hatufunga macho. Mnataka kuchukua fikra, mjechukua fikra kwetu kwa sababu mimi ninajua. Wallahi nasema kwamba pana kana najua. Na ndio maana na ndio maana profesa sisi Afrika Mashariki. Ndio maana tukasema tukupate profesa, tuna mambo mengi ambayo tunaweza niambie benchi yako hasa unayoikumbuka Nade Ikhwan Safa, ambayo yasema hii sasa tukikutana watu hawa shughuli ilikuwa hatumi mtoto. Alikuwa marehemu Seif Salum. Naam. Wa mata alafu Abdullah Musa kisha kufa. Hilali ambaye babake Asekindi. Ndio. Maalim Abdullah Suleiman ambaye kipiga contrabass ile. Marehemu Idi Abdullah Farhan. Marehemu Saleh Ajmi. Hao ndio walikuwa wazee aba ukipiga music unapata. Halafu akaja tena kina Ali Salim. Marehemu vile vile. Marehemu namjua. Yule alipiga gano. Wa mwanzo alikuwa Abdullah Musa. Ndio alikuwa anapiga hiyo gano. Huyo kapata mpaka tuzo. Hizo ni wanasema nini? Billboard Award. Halafu walikuwa Dubai. Wale mashekhe wakimchukua akipiga nyimbo zao za Kiarabu. Na kuna mpigaji mmoja ambaye ndo alikuwa director wa wanasema Sirkat al-Masia. Ile nini orchestra mpiga marehemu nani Kulthum uko Misri. Walimtunza kanuni. Kwa sababu alikuwa si mchezo. Watu wanafikia mpaka vile. Enzi zenu kulikuwa kuna mnaimba nyimbo za Kiarabu, wakati mwingine za Kihindi. Wewe umewahi kupita huko? Hapana, hizo nyimbo za Kiarabu zikiimbwa kabla ya 52. Walikuwa wakiimba nyimbo za Kiarabu akina nani marehemu kakake Maulid Machaprala akiitwa Muhammad Juma. Hata hizo nyimbo nyingine zamani Shaba, Nyota, Shaba, Nyota, alafu safarini tajiri baada Nyota ile Nyota na kuamini salamu kansalimie. Zile zote zimetungwa katika 50s huko. Na waimbaji wa mwanzo hajaimba Machaprala hizi, aliimba Muhammad Juma kaka yake Maulidi, alafu Maulidi ndo kaja kazima hizi. Umeelewa? Yeye alikuwa mcheza mpira tu, baba yake alikuwa aibu sana. Ndio kaja kamfuata kaka yake baadaye, baada kuache kaka yake ndo kaja ndo akaingia yeye Maulidi Machaprala. Sasa katika 52 huko ndo zilianza nyimbo za taarabu kuimba kwa Kiswahili. Lakini mwanzo hapo kizimba nyimbo za Kiarabu za Kiarabu za Faridi Muhammad Abdul Wahab, Asmahani, zile zote wakizimba Kiarabu.
Wakati wenzenu ulitaja hapa kwamba wakati mwingine mnashirikiana na wenzenu wa Tanzania bara, lakini kwa mfano labda Mombasa, Kenya huko mnakwenda, kuna kina Juma Balo, kina Maulidi Juma, hawa wasanii, kina yule bibi wa Kisomali yule Malika nini, mmewahi kwenda huko na mkafanya show? Mombasa hata redio ya kwao ikiitwa Vita ilikuwa ikipiga nyimbo nyingi za taarab za Zanzibar. Ndio walikuwa na sauti ya redio redio ya Vita wakipiga nyimbo nyingi za taarab, kwa sababu hii taarab ilikuwa haijajulikana hapa mpaka Mombasa. Umefahamu? Hata hivi kipindi cha karibuni miaka 5 iliyopita alikuwa mbunge wa kule, na sijui kama sasa mbunge anaitwa Najib Balala, alianzisha redio yake ikiitwa Pilipili kuzipiga zile nyimbo za zamani, kasha na nini. Kwa hiyo utakuta hii taarabu sio hapa mpaka ilikuwa mpaka Mombasa. Mombasa wakitumia nyimbo za Zanzibar. Umefahamu? Ndio maana na sisi tukapenda, kwa sababu ilikuwa ina maarufu. Umeelewa? Ndio. Haya, twende baba. Tuje kwenye wasanii wa wanafunzi wenu. Wanafunzi wenu ambao wewe unaweza kusema kwamba umewafundisha na wakawa wamefuata walau ile misingi yenu hiyo ya heshima, nidhamu, na mpaka leo wanasema kwamba profesa, mimi sina cha kumlipa. Hamna. Ndio faida yake, utapata utukano. Sina nakwambia kumbe unifahamu. Nakufa. Sasa hivi what we gain kutukanwa. Kwa sababu wewe hukuanza kufundisha leo eti profesa. Kutukanwa. Kuonewa chuki. Hasada. Sijui mnafahamu. Haya ndio metawala. Nani ataka wao wanajua kushinda sisi? Wanavyojiona. Hapana, ndio kweli unavyojua, kwa sababu kama hawajui kushinda sisi. Ili nisamehe na kwa wasikilizaji nisamehe. Serikali singewaachia wakawa wanapiga nyimbo za watu kwenye mabaa. Kuna copyright alhamdulillah ni watu wema. Lakini peke yake anafanya nini? Nasikia la ilaha illa Allah. Sasa hivi kikundi chochote unakwenda, sio tazama kwamba umekwenda kutunga, unaanzisha kikundi una nyimbo gani? Hapana. Unalipa shilingi 300 wizarani pale idarani, sijui sijui 300 sijui shilingi ngapi. Unaruhusiwa kupiga nyimbo za watu. Na ile amri si yao, ni yetu sisi, ni zetu. Kwa sababu wanatumia mali zenu, wanatumia nyimbo zenu. Na sisi hatufaidi kitu chochote. Angalau kwa unafanya kitu kama kile, ulikuwa Twitter tushauri. Tunataka kufanya kaza. Lakini hamna, ndio kakwambia hapa sisi si lolote, si chochote. Unasema wakati wa kipindi chenu, wakati wa sikukuu ya Idi kuna tungwa nyimbo mpya, na wakati wa sikukuu ya Idi al-Haji nako kuna tungwa nyimbo. Sasa kwa nini inakuwa hivyo? Ndio matakwa audience. Wanataka kupata vitu vipya. Wanataka kitu kipya. Sio nyimbo zile kwa zile. Mnafahamu? Ndio. Hii all is gold, na repeat tena, Binti Hamdani walipokuwa jamaa naona piga show 2-3 nyimbo zile, bora mpige nyimbo all is gold. Na wewe alokuja akapoa fikra hai hiyo yuhai, haifai kumtaja jina tu. Ndio mpaka leo ikawa tena mambo ya kuiga tu mpaka leo. Mpaka sisi tutaondoka itakuwa hivyo. Kwa sababu leo ukiniambia tunge nyimbo itanivunja moyo. Profesa, katika ulivyokuwa unanitajia baadhi ya wasanii, wengi umenitajia wasanii wa kiume. Umetaja hapa kidogo kina Bi Mwana Hawa, kina Rukia. Lakini nao unawaonaje kwenye zama zao na walivyokuwa nao miamba? Wale wabadiliki, wamekuwa na tabia zile nzuri na wamekuwa waimbaji beta. Ndio. Ukimsikiza Rukia Ramadhani mpaka leo utaona raha. Mashaallah. Bi Mwana Hawa na vile hivyo na utunzi wake kama Bediliasi, lakini utaona raha. Umenifahamu? Na wengi umeelewa? Unasikia raha. Sasa vijana sasa hivi wataimba nyimbo za watu na wanazivuruga. Angalau wangejaribu kuiga vile, lakini wanazivuruga. Sijui kuna kitu kinaitwa ngoma chini, sijui
hapo inapigwa nyimbo ya watu, mtu anatia ngoma chini, watu kwa tarabu, unaona kumbwaya tu, wala hujui kama hii tarabu. Kumbwaya nzuri, kwa sababu kumbwaya ni moja katika beats ambazo zinafurahisha. Ukikuwa unapiga beat ya kumbwaya, si ndio mambo yao ngoma chini, si vile tena kama bendi ya dansi, kama dansi vile. Kumbwaya ina raha zake, umeelewa? Sio tuzijue hizi. Naam, twende. Kwa mfano inatokezea labda pengine umealikwa labda wewe kwenda kuburudisha pengine Ikulu mfano. Namshukuru yule mama, Mwenyezi Mungu ape umri tawili. Mama yupi? Rais wa Tanzania. Mama Samia. Naam. Kwa sababu mtu anapofanya zuri sema. Ndio. Bali kwamba ni rais wangu wa Tanzania. Ndio. Angalau na nimuone. Na alhamdulillah namshukuru Mwenyezi Mungu ape umri tawili. Amin. Na modishia hasana na kila ubaya. Amin. Umefahamu? Mtu mwema. Mashaallah. Mimi kwa show 5 shanita. Unakwenda Dar es Salaam? Naam, Ikulu. Alhamdulillah. Mwenyezi Mungu amfanyie wepesi katika majukumu yake mazito. Naam. Kwenye mambo haya ya kupata labda tuzo, sio nishana kunini? Nishapata. Ulize Bitamdani atakwambia. Nishapata barua mpaka kwa Queen Elizabeth Uingereza. Sipo barua, sio kana jisifu. Utanionyesha. Nishapata sasa hivi sio. Utanionyesha. Nishapata awadi chungu zima, mpaka mwaka jana nimepata awadi moja Dar es Salaam. Hapa ndio sasisemeki. Mpaka wakati ule wa kina Mohamed Seif Katibu, sijui walikuwa na awadi nazo tele. Lakini hapa hamna. Na maisha ya binadamu utafanya nini? Mnakwenda utuzimani. Unamfanyia mtu kitu kafanya, watu wanapreciate mambo ya akali min alqalili ipatikane. Lakini hapa unakwenda kuimba profesa nilichukua. Hebu turudi sasa. Profesa ulilipataje? Profesa ulilipataje? Maana pale mwanzo ulipata ile beke ndio nilipata Ujerumani. Wakati nilikuwa na bendi moja ikiitwa Harmona Group. Kulikuwa na mwalimu wa music wa chuo kikuu kule Ujerumani anaitwa Hartmut Kramer. Ziliwahi kuwako zile nyimbo zangu zilizopiga Ujerumani, sijui sasa hivi kama nazo radio Zanzibar. Nilizileta zamani, zimepigwa na wao wazungu. Za Kiswahili. Za taarab, lakini ndo baadaye kaja kuambia mkaanzisha hapa mimi. Kaja kuanzisha. Umeelewa? Ndio. Yule alimwambia Mariam Hamdani, mimi huyu siamini. Kwamba huyu kima kama chezi na music namna hii hatari huyo. Chuoni kwetu hatuwezi kupata mtu kama huyo. Ujerumani huko. Si huyo, mimi mtafute mmoja. Nitamuuliza. Na kutoka siku hiyo sema you more than professor. Kwa sababu kila composition yako imekaa katika form. Sijui bwana. Ndio. Na kweli mimi naweza kushindana nao hao wanajiita professor hivi. Tutunge kitu. Acha kwangu kitapara. Kwenye kutunga kwani huwa unazingatia nini hasa profesa wewe? Sio mashairi zaidi, nasema music. Music. Mimi mashairi sipendi kutunga sana. Lakini umetunga. Mawili matatu umetunga, lakini zaidi kama hii ya nyimbo ya uchaguzi ile nimetunga mimi shairi na music yangu. Ingaje ninatunga huko machozi yanatoka. Kipindi kile cha mkutano siasa. Na mpaka leo sijui mwaka ngapi. Lakini ndio hivyo bwana. Tunaisikia ikifika kipindi cha uchaguzi. Lakini ndio hivyo. Hebu nikumbushie beti na kumbuka. Nisha kwa mtu mzima. Naikumbuka ile nyimbo ile ya amani. Naikumbuka. Huwa inatamba kipindi kile kwa kweli. Na imesaidia kweli watu, imeleta ujumbe mkubwa. Basi wewe ndio unaona mambo mwenyewe, niseme nini tena. Na yule amani sio Kwa nini profesa watu wanapenda sana kuimba nyimbo za mapenzi? Kwa sababu nature wa Zanzibari. Lakini si hata dunia nayo iko. Sasa mbona za kitu sasa twende. Wazanzibari kuimba nyimbo za mapenzi kwa sababu wenyewe wanapendana. Sifa Mzanzibari, mtu mmoja polite. Tayeb. Mtu mmoja mwenye heshima kuheshimu watu. Tayeb. Mzanzibari mtu very kindly. Kwa hivyo ukiatia yote hayo katika mahaba. Mahaba mapenzi.
Ndio maana ukaimba hivyo. Mtu alike Mzanzibari akaenda kaimba nyimbo ile kwa haina maadili ya Kizanzibari. Katokemea hapa kaimba nyimbo ile kwa haina maadili, watu watasema sielekei. Hata unaweza kuuliza Mzanzibari yule. Hiyo watu wasema, lakini ndio nakwambia sielekei. Umefahamu? Kaimba shairi ile kwa halina nidhamu na nini ni watu wanifahamu. Ile mapenzi ya kweli, watu wenye hadhi zao wanaadhirika, hupoteza mali, huacha na kazi zao zikaharibika. Ile Egyptian wale ilikuwa Egyptian wale yule anaimba na mitamwi. Ulinitajia kigongo kimoja ambacho na mimi huwa kina nini, ile mapenzi sumu katili. Ile limba mie mwanzo original. Ulimba wewe? Mimi mwanzo, na haifai kusema mengine. Basi wache. Alafu baadaye ndo akaimba nani? Hussein Gaiwaya. Baadaye aliimba Hussein Gaiwaya. Mapenzi sumu katili. Alafu iko ile moja ile napenda kwa ishara, naogopa kutamka, naichelea idhara. Ndio hiyo hapa Zanzibar. Hii hapa. Mashairi alitunga marehemu Hija Saleh. Muziki sikumbuki nani. Si Dr. Ayubu, maana naye Dr. Ayubu alikuwa ni huyu Dr. Ayubu msanii wa filamu. Alikuwa naye nini yule mtu? Music kutunga nyingi sana, katunga nzuri. Na mwanzo alikuwa analia kwa safari. Wala. Kenda culture baada ya mapinduzi. Dr. Ayubu almarhum naye. Mchezo wake ule Dr. Ayubu Masud Muhammad Rashid jina lake. Hiyo Dr. Ayubu katika mchezo. Kwenye la usanii tu ile. Unajua wewe kwenye sanaa hizi za filamu hukuingia? Hukuingia. Wala sitoingia. Hivi moja kiliona. Raha zake na machungu yake. Lakini unajua Mungu akitaka kupa profesa, kwa sababu inawezekana ukaja ukatoka katika kipindi hiki kwa sababu ya ile hazina ambayo Mwenyezi Mungu amekujalia. Wakati mimi nakwambia najuta, nilikwambia mwanzo yote ni umaskini. Mtu anaochukua hajazoea kuiba la nini na nini. Unafuata wale maskini. Wakati mimi mtu unafanya kitu sio kama unapenda. Unalazimisha nafsi yako kwa sababu ya kupata riski. Upate riski. Mimi nimelelewa na marehemu bibi yangu. Ndio. Na tulikuwa maskini kwetu Vikokotoni. Nikitwanga ili papatikane ushuru vitumbua, na beba vitumbua vile napelekea marehemu Ashuru. Ashuru yule wa Malindi yule, muuza kahawa yule. Nataka wizi. Nikimpeleka pale. Kumbuka ile mzee, namkumbuka. Sasa alikuwa anakaa hapa kokoni hapa. Hapo karibu ya Dega. Kinu cha taa, karibu na Kinu cha taa. Mshiri yule. Namkumbuka marehemu. Profesa, sasa hivi muziki wa tarabu uko na vipi Zanzibar? Wanasema upo mahututi, upo kitandani au umepata nafuu baada ya kuja hospitali mpya ya Lumumba? Wasemaje? Hilo sio wala, unajua kiponda nitakuwa napafanya dhambi. Wewe ndio mwenye macho, unaonaje? Uko matuti au ukoje? Mimi naona sasa hivi unakuja juu. Naona uko juu, lakini mimi naweza nikaona sawa, lakini nyinyi ambao nasemaje, wewe ushaona kama uko juu, basi ndio uko juu. Sema ile hadhi yake naiona tu kwamba kidogo imeanguka, lakini kwa sababu wakongwe. Kuna kitu kimoja nimewahi kukisikia na nikaona kifanyia kazi. Ndio. Ikitokezea sisi vijana au vijana ambao wanafanya mziki huu wa taarabu. Sasa kuna tukio labda tamasha, sherehe fulani hivi. Sasa waende wakatumbuize labda mwanzo ule nini. Wanapiga nyimbo za zamani. Sasa siku moja nakumbuka Boss Chande huyu katika mambo ilikuwa zipu za busara, matamasha makubwa. Sasa tuna kazi kubwa ya kufanya kwa sababu tukitaka kitu kama hicho manake inabidi tupige ule mziki wa zamani. Unadhani kwa nini watunzi hakuna?
Hakuna waimbaji? Maswala mengine unajijibu mwenyewe. Sasa mimi kujibu nini? Hatuna nini watuzi, hatuna waimbaji. Sasa najijibu mwenyewe, mimi kujibu nini? Wako wapi? Mimi siwezi kujua. Ndio nakwambia, unauliza swala kama unajijibu wewe mwenyewe. Ndio nataka kukwambia nini? Kwa sababu mimi nauliza hivyo kwa sababu sijui, na kwa sababu mimi si mtaalamu wa mambo sifa. Mambo mengi nikazungumza. Kwa sababu kuna mengine mimi yale yako mboni mwangu na subhanahu wa ta'ala. Ndio. Usije ukachokora nikasema alafu kwani najuta kwa nini kaike katika muziki. Nyinyi si katika wakongwe na bado mpo kwenye tasnia mpaka sasa. Kwa hiyo sasa si mnaweza mkatunga nyimbo mpya? Kumbe ushajijibu vile vile. Sasa kwa nini wako wapi? Si ndo akina nyinyi? Mimi natunga nyimbo mpya, hata ukija kusikiliza kesho utakuta chatuka nyimbo nne hapo mpya, na zote najua zitahiti. Hazijatoka bado, si hao unaona mashida kurekodi hayo. Lakini sasa mnawapa hawa vijana kuimba au ni hizi simpi, mtu naimba mwenyewe, hamna kuweza kukufikia nyimbo zangu, watapiga kelele tu. Profesa, hiyo sasa itakuwa vipi wakati wewe ulifundishwa? Wewe uliwekwa kitako madini huko Nadia kwa Safa ukakaa mitatu, Kiswahili hunifahamu. Nasemaje? Naam, mimi nilifundishwa, ndio na kafundishika, ndio makukado na mpaka leo. Wengine hawajui, lakini wanajua kushinda wenye kujua. Nikwambie tena zaidi, hapo ndo nimekupata tatizo liko. Wanajua kushinda hapo wenye kujua. Sasa utakwenda kuambia njoo bwana na nyimbo nitakukupa. Labda Rukia Ramadhani. Kwa hiyo ni katika hao watu wazima. Yes, lakini vijana no. Kesho utakwenda kukuanika yule hivi yule. Anatufundisha mimi wakati unajua nini kupiga kuimba ukapigiwa makofi au ukatunzwa. Mwingine anatunzwa pesa. Sio kaona sauti nzuri, wanatunga yale verse za mashairi. Umefahamu? Mwimbaji mzuri alipoimba, mtu aondoke kwenye kiti akaenda kule. Anasikiliza zile nakama za mwimbaji na mashairi. Sijui umefahamu ninapozungumza? Fahamu. Hujanielewa? Fahamu. Lakini leo kishaimba nyimbo hata shairi, ndio utakuta vijana wengi wa sasa hivi wanatafuta nyimbo ambazo zinapendwa na watu. Hata kama utaimba vizuri vibaya, basi wakishapigiwa makofi wanaona wameimba. Na mwimbaji si masahara bana wewe. Kuna siku moja hicho unachokisema Profesa kinaingia. Nakumbuka kuna mwaka ilikuwa nadhani sikukuu au ilikuwa Nadia kwa Safa Madidi wanapiga ngome kongwe. Sasa kuna mtu mzima mmoja, kuna nyimbo imeimbwa hii imenipita kidogo. Sasa watu wakawa wanashughulika ile mambo ya kutunza kucheza. Yeye kamera zikamuonyesha kasimama hivi, unamuhisi kwamba anatafakari na ile nyimbo ambavyo sasa nakumbuka inapata picha na hiki ambacho unaniambia wewe kwamba ikiimbwa nyimbo bwana utatulia tu, manake utafakari. Na wengine walikuwa nalia kusikiza mashairi. Nishamwona mtu alikuja na mtu wake hapo ile serasi za nyuma. Ndio. Kuna nyimbo ikiitwa Usinikadhibishe. Ni nyimbo ya Kiarabu lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili. Kwa Kiswahili. Ilipoimbwa ile nyimbo, basi yule bibi ndio alifuatana naye, kulikuwa na mtu mwingine. Machozi akaanza kujichuchurika mpaka kaanza kulia. Umefahamu? Nyimbo tu hizo. Musa. Kasidi sasa hivi hamna. Sasa hivi ukitoka basi gurije haya. Nakuelewa. Kuna kutunza na heshima na taadhima. Upo? Nipo. Sema bwana, manake na mimi tena. Muda kwa kweli umenini, lakini kuna kitu kimoja ambacho nilisema hiki ni kikomesho. Kwanza Profesa, nikwambie kwamba si kwamba leo tumemaliza mazungumzo yetu. Mimi naamini kwamba wewe hatuwezi kumaliza. Leo nimesema niogelee kidogo alafu nipate kukuchokoza tu. Haina shida. Ulisema wewe pia mwanzo wake wewe hukuwa ukipenda pia muziki. Ulikuwa kwenye tajwidi, kwenye Qur'ani. Unaweza kutusomea hivi kidogo? Mimi ndio usubuta nikuta masaa yangu matatu hapa.
Mashallah. Njoo asubuhi hapo na tasbih yangu natoka hapa mpaka kule. Tena tutakuonyesha. Nitakuja kukurekodi hapo hapo. Mimi siondoki hapa kama sijasoma Qur'ani na kana tasbih. Mambo yangu mengine siri na Mwenyezi Mungu wangu. Kabisa. Mimi si mtu aria kujionyesha. Mashallah. Umenifahamu? Lakini haya ni mambo yangu. Mimi tasbih hapa mpaka pale. Na ukita na mkachini leo tutakuonyesha. Siondoki mimi sijasoma Qur'ani nikafuta na nyiradi. Profesa, nikaomba Mwenyezi Mungu kwenye dunia hii yenye hasada na ubaya aniepushe nayo, anilinde kama nilivyolinda, anipe riziki halali. Bwana yote profesa amefundishwa hayo. Maana sasa hivi mtu unatoka nyumbani tumefundishwa hayo. Tumefundishwa vile vile, una mzee mmoja ambaye naye kishakufa akiitwa mzee Saleh, Mungu amrahamu. Huyo kitu cha kwanza ukiingia klabu na unaitwa chumbani unashikwa kikio. Unaambiwa, mwanangu, katika mambo haya utakuwa mkubwa wewe, na ukishakuwa mkubwa naam, usije ukawa mwindaji katika nini, katika wanasema mwindaji mzuri hawindi ndani ya zoo, anawinda yani ana upo misituni. Kaja nikauliza utuzimani maake ni ana maana kwamba wale uliokuwa wako nao klabu ndio niwezi wachukulie kadada zako, usije ukavunjia heshima. Sio heshima, ushafahamu. Nishakufahamu. Sasa hali yote alikuwa mtu unafundishwa. Leo hamna. Ufundishwi kuimba tu au ufundishwi kucheza tu, tabia, malezi, unalelewa. Astaghfirullah alazim, utafikiria unaingia msikitini. Kwa sababu kimya. Anakuwa mwenye sauti huyu mmoja. Director. Nyimbo kadha ndio ukakuta kwambia nyimbo 12 13 kila mwezi katika show hizo zinazopigwa, ndio nyimbo hizo mpaka leo. Umesikia bwana mkubwa? Nakusikia. Sasa yako wapi? Nani atakwenda kupiga nyimbo mpya? Labda bibi ndio atotunga nyimbo zake mpya, lakini mwingine yuko wapi? Labda matusi tu hayo ametawala katika wasanii, ndio zamani ilikuwa hamna. Na hii mimi ninakwambia tena, mimi niko Salagu niliporudi Ujerumani kaanzisha kitu mnasema modern tarabu. Watu wote wanaelewa, wengine wa hayo wanajua, lakini nilipoanzisha hiyo sijaanzisha kwamba masala nyimbo zenyewe zile kama hivi. Nyimbo moja tu ambayo kidogo ilikuwa na mambo nini ya dini, sema ile Mungu aja ng'ombe ile ndio litia music ile ndina na wakati, alafu kuna nyingine kama kuchangamka na nyingine kitu Adam Nikome, sijatunga mashairi mpaka sipendi, lakini si ulimba wewe ile. Sasa ndio kwa wakati mwingine unaimba nyimbo sio kwa unapenda, unakwenda ule na wakati, lakini mimi sipendi mashairi yake, mashairi usikuimbishe mashairi ile mashairi tuweke usibaba leo yote. Kuna mambo mengi utayapata kwa Profesa. Mimi nakushukuru sana, nakushukuru sana. Sasa nasema nimefurahi kweli kweli leo. Mimi nashukuru na nitazipeleka salamu kwa Bi Mariam. Nitaambia leo nasemaje, mimi nashukuru sana. Huyu bibi unomtaja kufikiria kufanya jambo kama hili. Tayeb. Maki binadamu lazima alipofanya jema uliseme ndio, na anapofanya baya mwambie. Binadamu hakuna si mkamilifu, kwa hiyo ukishafanya mengi na hivi katika utu uzima, maana utu uzima lazima tukubali. Ndio. Keshaiza kukaa kitako sasa hivi akafanya studio hii. Tayeb. Anatunga na nyimbo nyingine mpya. Nyingine kaona hamna kwa hapa, anataka kuzima mwenyewe. Anakuja kuzikia ndio. Anataka kuimba mwenyewe. Kwa unashangaa? Hiyo sauti anayo sasa hivi. Sikiliza. Ulaya kulikuwa mwimbaji akiitwa Sanchimo. Wapi hiyo? Huko Ulaya. Ulaya ikiwa kwa Marekani au wapi? Uingereza wapi? Yeye akipiga trumpet. Au jina jingine wanamuita Louis Armstrong. Huyo sauti yake lakini ndo akipendwa. Sasa na kapendwa sana duniani mpaka fariki. Kuna waimbaji wakubwa, lakini sauti yake unamfagilia. Profesa, unamfagilia. Bi Mariam sasa hivi kwa kuimba basi hawezi. Sauti hiyo sauti iko wapi tena sasa hivi? Tupinge. Haya, utanipa shilingi ngapi? Sio kwa pesa. Kwa nini sasa? Si tunapinga na wewe unakuwa na watu wale kama wale. Sijajua kama ndio pesa ndio kila kitu.
Mtazamaji ni Profesa. No money, no life. Burudani kwa kweli. Nataka uje mtungie Mama Samia nyimbo moja na Dr. Mwinyi nyimbo moja. Sikiliza. Tunaendelea? Ndio hiyo ya mwisho, hiyo tumeweka nukta tu hapo. Mimi nishatunga. Bi Mariam keshatunga. Wakati wa kampeni. Ndio. Nyimbo 6 sijui za kumsifu Dr. Mwinyi. Na Bi Samia, lakini tukaambiwa tutazipiga mpaka na leo. Imebaki katika makaseti tu. Mimi sio kuambiwa. Kwa sababu bado Al-Wathan Habibi. Unajua Al-Wathan Habibi? Bado naipenda nchi yangu hata kama sipendwi. Al-Wathan Habibi. Kila tulikuwa sio nyimbo ile ya amani tu. Nyimbo chungu nzima ambayo ningeweza kutunga. Hata hivi nataka kutunga jingine ya bara. Kuhusiana na haya mambo yaliyotokezea siku za nyuma. Ndio. Kwa sababu kuna sauti zikiingia ndani ya nafsi za watu. Wanakwenda chini. Unapata kwa nasiha. Unaburudika. Hata kama utakufanya jambo kwa nini nyimbo ile ya cha mtu wa kuomba. Nani anafikiria? Watu ni kwa kila mtu mwingine ngangari, si mwingine anasema nani? Sijui ni Guguri. Lakini ilipotoka nyimbo ile Guguri vipi hiyo vipi hiyo nyimbo? Kuanzia kidogo sio ndio tutakuwa kwa vipindi vingi kufanya na vingi. Na hivi tunaona watu hapo Profesa, kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu, tumemaliza kipindi chetu salama bin salimini, na bila shaka mimi nimefurahi kweli kweli, na wewe pia nakuona kama ambavyo umesema, na malezi yako yale, uso wako unaonyesha kabisa uso wenye furaha na mapenzi juu yetu. Na nikwambie mtazamaji, ndio tamati ya kipindi chetu hiki cha Nyakati, na leo tulikuwa naye hapa mzee wetu, babu yetu mzee Muhammad Ilyas Amiruddin, ndio ameniambia jina lake la babu yake hilo, lakini maarufu Profesa Muhammad Ilyas. Hadi wakati mwingine, mimi jina langu ni Bakari Mshauri, niwatakie utazamaji mwema wa vipindi vyetu kutoka katika studio zetu za Tausi hizi, na kama ilivyo Tausi mwenyewe inaendelea kuchanua, kwa hiyo bila shaka utapata mambo mengi. Asante.